Mtaja Mheshimiwa Lucy Edward Mwakyembe. Naibu Spika, kwa kunipa nafasi ya kusimama nami kuchangia hoja jioni hii. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi ya uhai, lakini kunipa afya njema tena kuweza kusimama ndani ya bunge lako tukufu. Lakini nashukuru pia familia yangu kwa kuendelea kuniombea kwa Mungu ili niweze kufanya kazi kwa uaminifu, nikiwa nimesimama kwa mara ya kwanza katika kuchangia bajeti hii ya serikali katika bunge hili la 13. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa pongezi za dhati kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu kwa weledi, maono na mikakati madhubuti ya maendeleo. Mheshimiwa Naibu Spika, naipongeza serikali kwa mafanikio makubwa ya kuimarisha uchumi wa nchi hii. Ukuaji wa uchumi umefikia 3.4 ambao uko ndani ya lengo la taifa la 3.0 mpaka 3.5. Aidha, niipongeze serikali kwa kuendelea kuimarisha utekelezaji wa bajeti kwa kuzingatia mahitaji halisi ya wananchi kupitia mfumo wa bajeti yenye mtazamo wa kijinsia, yani Gender Responsive Budgeting GRB, ambao unalenga kuhakikisha wanawake, wanaume, vijana, wasichana na watu wenye ulemavu, watu wenye mahitaji maalum wanapata manufaa sawia. Mheshimiwa Spika, taelekea kuchangia hoja kama ifuatavyo. Kwanza, katika maboresho ya mfumo wa kodi, ada, tozo na hatua nyinginezo za mapato, katika ukurasa wa 49 ya hotuba ya bajeti. Bajeti hii itaendelea kuchochea ujenzi wa viwanda na kuifanyia Tanzania kuwa taifa linalojitegemea katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050. Katika kitabu cha hotuba ya bajeti ya Wizara ya Fedha, Waziri wa Fedha, ukurasa 59 kipengele C, naipongeza serikali kwa kuendelea kuweka mazingira rafiki ya urasimishaji wa sekta sekta isiyo rasmi ambayo inaajiri vijana na wanawake wengi. Serikali imependekeza kutoa msamaha wa kodi ya mapato ya wafanyabiashara wapya kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu wanapopata namba ya mlipaji kodi, yani TIN. Kutokana na hatua hiyo nzuri, naomba serikali iendelee kujenga mahusiano mazuri na wafanyabiashara hao pamoja na kuepuka kuwabambikizia kodi zisizostahiki. Hali hiyo itawezesha kuona umuhimu wa kulipa kodi zao kwa hiari na kwa wakati, hivyo kuongeza mapato ya serikali yaliyokusudiwa. Mheshimiwa Naibu Spika, maboresho ya sheria za fedha za serikali za mitaa kwenye ukurasa wa 60 ambayo inatoka kwenye kitabu cha bajeti, naipongeza serikali kwa mapendekezo ya kuongeza kiwango cha mapato ya ndani yanayotengwa kwa mikopo ya 10% hadi kufikia 15% kwa ajili ya mpango wa 442 ambao ni wa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, na pia kwa 5% ambayo imetengwa kwa uwekezaji katika ujenzi wa maboresho ya masoko pamoja na maeneo ya biashara kwa ajili ya kukuza ujasiriamali. Hata hivyo, mafanikio ya mpango huu yatategemea utekelezaji mzuri wa maafisa watendaji ambao wanatekeleza kazi hizi kwa ajili ya kada hizi nilizozitaja. Katika kuwatekelezea kazi hizi, Mheshimiwa Spika, serikali iweze kuwapelekea elimu ya biashara, usimamizi wa fedha, umuhimu wa kurejesha mikopo wanayopewa badala tu ya kubaki ofisini kwa watendaji ambao bila kuwahamasisha watu hawa waliolengwa. Vile vile waepuke kuunda vikundi vinavyowanufaisha wao binafsi. Badala yake wahakikishe wananchi waliolengwa wanapata manufaa yaliyokusudiwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika matumizi ya vocha za kukwangua, ukurasa wa 60 na 61 kipengele D namba 80 kifungu kidogo cha pili, naipongeza serikali kwa kuendelea kuhamasisha matumizi ya mifumo ya kidijitali katika huduma ya mawasiliano kwa kusitisha matumizi ya vocha za kukwangua katika maeneo yenye miundombinu ya kidijitali. Mheshimiwa Naibu Spika, hata hivyo
ningeomba serikali kuangalia kwa kina changamoto za wizi wa mtandaoni ambayo imekuwa ikilalamikiwa mara kwa mara na wananchi pamoja na waheshimiwa wabunge humu ndani. Serikali inapaswa kupitia upya utaratibu wa usajili wa eSIM na kuhakikisha usajili unafanyika katika vituo rasmi badala ya kufanywa kiholela mitaani kupitia freelancers. Hatua hii itasaidia kupunguza na kuondoa kabisa vitendo vya uhalifu wa mitandaoni. Mheshimiwa Naibu Spika, marekebisho ya sheria za usalama wa barabarani sura ya 168 naipongeza serikali kwa mapendekezo yaliyopendekezwa ya sheria hii, hususan katika matumizi ya vyombo vya usafiri vilivyosajiliwa Tanzania Zanzibar katika Tanzania bara, kwa kuzingatia kwa kodi ya tozo zilizostahili zimepelekwa kwa mujibu wa sheria. Hapa imesaidia vyombo vile vya moto kutoka Zanzibar vikisajiliwa kule Zanzibar, lakini vitakapokuja huku upande wa bara tutaweza kutumia kama kawaida, na hii yote inaleta maendeleo ya ukusanyaji wa mapato katika taifa letu. Kwenye kanuni za utambuzi wa watu ya usajili na utambuzi wa watu mwaka 2014, kanuni ya 22 kwenye ukurasa wa 147, ni kweli kwamba mahitaji ya taarifa za NIDA zimeongezeka, Mheshimiwa Naibu Spika, na zinasababisha kuleta gharama kubwa kwa ajili ya serikali. Lakini mimi hapa naomba niombe serikali, imeleta maboresho ya usajili huu ambapo mtu anapotaka print out aweze kulipia shilingi 500. Mimi naiomba serikali yangu sikivu katika eneo hili, naomba tuwape wananchi tabasamu. Badala ya kuweka tozo hii ya shilingi 500, basi mifumo isomane. Taarifa ambayo mtu inatakiwa pale anapoenda kufanya usajili upande mwingine, ama likiwekwa jina lake ama tarehe yake ya kuzaliwa au namba yake ya simu, taarifa hizi ziwe zinavutwa kutokana kwenye mfumo, badala ya sasa kuwaongezea wananchi shilingi 500 ambayo ni watu wachache sana wanahitaji hizi taarifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili naomba lifanyiwe kazi kama itawezekana. Mheshimiwa Naibu Spika, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi, na ninashukuru kwa kuwa yale ambayo nimehitaji kuyaleta mbele ya bunge lako tukufu nimeweza kuyawasilisha, na yale ambayo nitaona yana umuhimu kuwasilisha kwa njia ya maandishi nayo nitawasilisha. Naunga mkono hoja 100%. Mwenyezi Mungu